Grounded in the Bible, Focus in the Mission, part 2. Hivi unajua kanisani wanaochangiaga watu kutoka kanisani, unajua ni viongozi wa kanisa. Na mnajua hata mimi mwenyewe ninaona kwamba sasa ninaanza kushawishiwa kutoka kanisa kwa sababu ya viongozi na pamoja na wale watu waliopo kanisani. Kwa sababu mnaenda mnamhubiria mtu na mnaenda mnamtafuta mtu, mnaenda mnafanya mission. Mkishafanya mission na huyo mtu, mnamleta mtu kanisani, anafika kanisani pale. Kisha kiongozi badala ya kuweza kumshika huyo mtu kwa kuweza kumwelezea huyo mtu jinsi ambavyo mwongozo wa kanisa unavyoenda, unakuta huyu mtu badala kumuongoza kwa upole, kiongozi anaanza kwenda kumsengenya. Unajua Fred alifanya hivi, unajua Fred anafanya hivi. Kisha yule mtu naye ako na habari ama ako na watu wanaoongea nao katika kanisa, ni lazima watamletea hizo story. Ataposikia hizo story na huyu mtu ni mgeni kanisani, atapotea na huyo kondoo ataenda hivyo. So ndio chanzo cha kuweza kumpoteza huyu mtu. Jambo lingine, unakuta mmeenda mission ama mmeenda kufanya kazi ya Mungu kuleta kondoo wake kizizini. Anafika huyu mtu kanisani na anaweza kukaa pale kanisani. Kisha unasikia apart from hiyo uongozi wa kanisa jinsi unavyoenda, huyu mtu alikuwa ni mlevi, huyu mtu alikuwa ni mzinzi, huyu mtu alikuwa ni malaya, alikuwa kahaba, alikuwa ni mtu fulani. Huyu mtu amebatizwa na amejitoa maisha yake katika Kristo. Huyu mtu ni lazima tumfundishe katika kanisa jinsi ambavyo huyu mtu tuweze kumtoa katika ile drugs, tuweze kumtoa zile akili ambazo alikuwa nazo katika kanisa. Anafika kanisani akijua kwamba huyu mtu anakuja kanisani akijua kwamba sasa yeye anakuja kukutana na Mungu. Anafika kanisani, badala ya sisi tuweze kumsaidia, tunaanza kuangalia past yake. Tunaanza kusema sasa huyu mtu hata si alikuwa malaya tu, hata amezoea. Do you know kuacha huo malaya ni ngumu. Unajua huyu mtu hata kuacha hiyo drugs ni ngumu. Huyu mtu kuacha hata huo kahaba ni ngumu. Unajua kitu kama hiyo. Sasa huyu mtu badala sisi tuweze kumuombea na tuweze kumfundisha, kuwa mwepesi kufundisha mtu, usiwe mwepesi wa kuweza kufanya nini? Kuweza kumkanya mtu. Kwa nini umkanye mtu na huyu mtu amekuja kwa Kristo? Na hata Kristo yule mwanamke kahaba, Yesu Kristo aliweza kumfundisha na akaweza kumkanya. Jambo la kwanza, Yesu Kristo anamwambia, ungejua mimi ndiye maji ya uzima, ungeninywa mimi usipate kiu tena. Alafu huyu akishaweza kumfundisha ya kwamba yeye ndio Kristo, Yesu akishamfundisha, ndipo sasa anakuja anamkanya. Alafu sasa Yesu alipofika, yule mwanamke alipofika tena pale alipokuwa amefanya ukahaba, alipofika pale hivi, Yesu anamwambia, hakumwambia nyuma, kumkumbusha nyuma kwamba nilikukuta katika kisima cha Yakobo. Yesu hakumwambia. Lakini Yesu anakuja anamwambia tena, wako wapi washtaki wako? Anakuja anamwambia tena yule mwanamke mkahaba, anakuja anamwambia kwamba nenda zako na usitende dhambi tena. Kumaanisha kwamba Yesu alimsamehe na Yesu alimuona kama ni mdhambi, alimchukulia kama ni mtu anayemhitaji kwa sababu alikuwa mdhambi. So hata kanisani, huyu mtu anapokuja kanisani anakuja kwa sababu anajijua kwamba yeye ni mdhambi na anataka kurekebishika. Na kwa sababu hajui tabia ya Kristo, wewe mwenyewe unajua tabia ya Kristo, you need to teach yeye kuwa katika Kristo. Unahitajika wewe uweze, yani your jukumu, your responsibility ni kuweza kumfundisha this man au she or he kuweza kukati katika pendo la Yesu Kristo. Lakini tunapokuwa tunaangalia past, ni nani mwenye ana past yake mbaya? Ni nani mwenye ana past yake mbaya? Ni nani mwenye hajawahi kutenda dhambi ya uzinzi akuje hapa? Ni nani mwenye hajawahi kutenda dhambi ya kuacha mtu? Ni nani mwenye hajawahi kuwa na girlfriend ama boyfriend akamwacha? Ni nani mwenye hajawahi kuongopa? Ni nani mwenye hajawahi kufanya ukahaba? Kwa sababu ukahaba tunaufanya, unaona wewe mwenzako mwenye anafanya, lakini yako wewe mwenyewe ukajiona
Nani huyo akuja hapa? Sisi sote tumefunikwa tu na damu ya Yesu Kristo. Sisi sote tunahitaji tu huo ukombozi wa Yesu Kristo, nasi sote tuweze kurithi ufalme wa mbingu. Lakini tunapokuwa tunajudge our students. Why are you judging your student? Your students, kwa sababu wewe umeenda ukamtafuta na umeamrishwa kwamba uende ukawafanye kwa wanafunzi wake Yesu Kristo. Wewe ndio mwalimu wao na mwenye anaangaziwa hapa ni Yesu Kristo. So waumini, ground, wanasema kwamba mission yetu ni kuweza kuground katika Biblia na tufocus katika mission. Mission yetu ni kuhakikisha kwamba these people ambao tunawahubiria waweze kukaa ndani na waweze kufurahia pendo la Yesu Kristo. Unakuta mtu kanisani, yeye ni kiongozi, aidha kiongozi wa mama, kiongozi wa vijana, kiongozi wa watoto, kiongozi wa wazee, kiongozi wa mtu yote, lakini unakuta huyu mtu ajui uongozi wake unamaanisha nini katika kanisa. Wapendwa, tujue kwamba ni nyakati ambazo tunatakiwa tuweze kufunuka macho. Tuachane na ule ukahaba wa yule mtu, bali tuweze kumfanya yule mtu kuwa mtu wa Kristo na Yesu Kristo. Tumuhusishe katika mambo ya kanisa, tumuweke katika pendo lake Yesu Kristo. Yesu aliwapenda. Na hata ukiangalia watu katika Biblia, kuna watu ambao walitumika kuandika Biblia vizuri. Kuna watu ambao wametumika katika Biblia kuweza kutuandikia Biblia vizuri, na hao watu ukiweza kuangalia past zao, kikweli hata tusingeamini Biblia. Kama tungekuwa ni watu wa kuweza kuangalia past, tusingekuwa kanisani. Tungeangalia past ya Paulo, tusingeingia kanisani. Lakini Paulo ndio mwandishi ambaye ameandika Biblia sana ameandika Biblia sana. Kama tungeweza kuangalia past, tungeweza kuangalia basi tuangalie Moses. Na Moses ametumika kuandika Biblia. Na kama weza kuangalia past, tusingeweza kumwamini hata Daudi. Kwa maana Daudi alianza akiwa ni mzuri, lakini alipokuja Daudi alikuja akakuwa lakini kwa sababu Yesu mwenyewe anajiita mwana wa Daudi, lakini hatuwezi tukaangalia. Tuachane na hiyo, tuweze kufocus katika mission. Mission yetu ni kuwaleta wale wote wenye wako nje. Jina langu naitwa Fredrick Opio, na nasema kwamba grounded in the Bible, focus in the mission. Grounded in the Bible, focus in the mission. So tuna focus katika mission. Ndio tuweze kuangalia hao watu kuna aje. Hao watu tutaishi nao aje. Hao watu tutawafanya aje. Mtu kama mtu, wewe ndio jukumu lako. Wewe ndio Yesu amekuweka pale kanisani. Yesu ndio amekuweka katika neno lake kuweza kufundisha hao watu. Part 3 inakuja. Mungu atubariki. Tuzidi kufocus katika mission, tuweze kuwaleta hao watu. Fredrick Opio kutoka Fruit of Media.